pia nanyi wazazi, baba na mama watoto, msikilize hadithi hii, mnielewe na mnifahamu katika maisha yenu, msije mkakengeuka. Hapo miaka iliyopita kule katika nchi jirani walikuwepo familia moja ya Wakristo wa Sabato. Walikuwa wakishiriki ibada kanisani kwa muda mwafaka, mke na mume. Walioana, mume alioa akamwoa mke katika ndoa ya kanisani. Walikuwa ni Wakristo wazuri, waliishi miaka kadha wa kadha, wakabahatika kuzaa watoto 4. Lakini kila mmoja wao, mume alikuwa na chumba cha asili na mke naye pia alikuwa na chumba cha asili. Hii chumba cha asili katika wanandoa inakuja kuleta laana na mikosi katika maisha yao, na hatimaye wakaja kuona aibu pia. Wakati umefika katika eneo hili likatokea jua, ukame, watu walikaa kwa muda mwaka mmoja, mvua hazinyeshi, njaa ikaingia. Kule upande wa mama wa ule mke ikaonekana watumie mbinu finyu za kubana matumizi. Wakamtuma mtoto mmoja wa kike aenda akae kwa dada yake ili wapate kuishi. Hapa napo pia njaa ilikuwepo, ingawaje mume alikuwa ni mwalimu, walikuwa na ng'ombe, walikuwa na mbuzi, pia walikuwa na paka wao walimpenda sana. Huyu paka kila wakati wanapika chakula anakuwa karibu na jiko, unapokula pia wewe paka anakuwa karibu na meza. Huyu paka walimpenda kweli kweli. Huyu paka walimwona kama ni moja wa familia, hizo ndio mpenda sana. Hawangeweza kula chakula bila kuona yule paka. Sasa basi, katika maisha yao, huyu mama alikuwa na watoto walikuwa shuleni, wanasoma shule za bweni, kama hata na hapa kuna watu wanasoma shule za bweni, na mtoto mmoja wa mwisho alikuwa hapo nyumbani. Wakaenda kule shambani, wakachuma, mvua zilikuwa zinaanza kunyesha, wakachuma vitu vinaitwa uyoga. Ule uyoga, kuna mwingine ulikuwa na sumu, kuna mwingine ulikuwa ni uyoga safi. Watu waliweza kula wakafa, watu wakafa wengi sana katika kijiji kile. Kisha serikali ikaweka amri kwamba uyoga usichumwe tena, usiliwe. Lakini kwa sababu ya njaa, ile familia walikwenda shambani na kuchuma uyoga, wakauleta pale nyumbani, wakapika. Ulipoiva ule paka alikuwepo pale pale, wakala. Baada ya kumaliza kula, yule mtoto alikuwepo na paka alikuwepo. Sasa mtoto akaenda kucheza pamoja na watoto wengine, akavuka barabara akaenda kucheza upande wa pili. Wakakaa wanaongea, mke na mume, wakaona amekula ameshiba. Na ule paka naye akaondoka vile vile, akamfuata ule mtoto kule. Hata anakwenda kule, akakutana na gari kagonga yule paka kafa. Alipokufa, kwa sababu alikuwa anampenda sana kijana yule, mtoto mdogo tu, alikuwa kama huyo. Kakimbia haraka, baba, ule paka wetu amekufa. Akarudia tena nyumbani, akakimbia moja kwa moja kwa alikuwa anacheza. Baba na mama wakashtuka, paka amekula ule uyoga, amekufa, nasi tumekufa. Mume wangu tumekwisha, ule mke wangu tumekwisha. Leo kwa tufanyaje? Tuombe swala ya toba, Mungu atusamehe madhambi na makosa yetu tuliyotenda, kwa hiyo tunakwenda kufa. Mke ndiye anaanza kurupuka, akasema, mume wangu nisamehe, wakati nimeolewa nimekuja hapa na mimba ya wiki 3, kwa hiyo nakuomba mtoto wa kwanza sio wako. Mume naye akarupuka, mke wangu, najua ule mdogo wako leo hapa, akaondoka na mimi mbele nikamtani, kwa hiyo nakuomba nisamehe. Basi
siri ikatuchuka. Imetuchuka kwa sababu ni ule mtoto hakusema wewe paka wetu amegongwa na gari, alikuja asema paka amekufa, ndio za kuta na kimbia. Hii ni fundisho kwa pande zote mbili, kwa wazazi na watoto. Unapokuwa katika ndoa zenu, msiwe na vifo vya siri. Hii vya siri inaita baraka na mikosi katika maisha yenu. Na watoto pia, mnapoleta habari fulani kutoka mahala, mzungumze vizuri, kimetokea jambo fulani. Endapo mtoto huyu angesema wale baba wetu amegongwa na gari akafa, ili chimbo cha sasa kijulikana. Ilikuwa ni siri kubwa sana walikuwa hicho. Na hapo wanandoa kusoma vyumba vya siri. Kama mnavyotaka sasa mtee kufuri, vyumba vya siri mivunje, tusiwepo katika maisha yenu, na jina lako libarikiwe. Amina. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, tunaomba tukamilishe na kumtakasa Baba, utujaze rehema na baraka zako, uvunje laana na mikosi katika maisha yetu, tusiwe na kiba cha siri katika maisha yetu, sema wazi kwa wenza wetu.